Ni swali bigi manze, tunarudi na part 2 jo. Hii story ni interesting jo, lazima to get down tujue hii story ilianza aje ikafikaje mpaka sasa tuko jamaa yetu wako aje jo. So mimi swali ya kwanza ningependa kuuliza bro. So after umemada class 8, ukaambia mkoro unataka sijui kwenda kusomea OCHA, ilikuwaje? Uliendaka hiyo OCHA ama masomo ilifika mwisho? Hapo kwa chuo hapo nilikuwa nimemwambia hivyo jo, mimi nilikuwa najua vile nilikuanga na kaanga nikiwa huko. Sasa unajua nilikuwa yenyewe mimi nilikuwa tu nyani. Sasa unajua nilikuwa najua nikikaa huko nikisoma huko chuo ya huko nitaendelea na hiyo wizi. Sasa ndo nilikuwa nataka kujaribu avoid, nilimwambiaje nitafutie shule nyingine OCHA ndio niende nikasome huko. Ndio at least hiyo avoid hiyo crime na wale mabeste wale wabaya. Na alikupeleka hiyo OCHA? Alisema hana hiyo pesa, hiyo dondi ilikuwa imekosa. So sasa hiyo udingo sasa juu unasema ulikuwa umeshaanza mbeleni ukiwa hadi primary. So ilifika point gani? Like sasa ukaanza kuifanya sasa ni kama unaifanya sasa officially tu, sasa umejoin kwa dingo, ilikuwa lini? Dingo nilianza nikiwa mdogo. Mbeleni sikuwa naiba, but kitu ilifanya ngani ingilienge hiyo dingo ni nakumbuka siku moja nakambia nilikuwa nimenunua tenje hapo BH 2. Kufika kwa nyumba nakambia nimegeuziwa nimeiba. Sasa hizo sikuwa nimeiba, nilikuwa nimezibai. Kidogo hadi mkoro amejaa hadi akapigia hadi anko yangu kuambiwa hivyo. Ndio sasa anko yangu bado ni pastor. Sasa ukiwa naambiwa akasema mleteni iko kanisa. Unajua mimi sasa nikaambia nikadanganywa tu unaitwa. Nikaenda. Kidogo nafika hivi naulizwa mbele ya watu sasa kwa church. Naambiwa tu simu ulitoa wapi? Naambia nilibai. Waka-insist tu mimi nilikuwa nimeiba. Nilipigwa hapo juu ya simu. Nikaona sasa na mlikuwa mnasema nimeiba na sijaiba. Sasa wacha sasa nianze sasa kuiba vizuri, sasa ndio mkoange mkijuanga naiba. Hapo tu ndo malio nyani ilianzia. Sasa ile vizuri 2019 hapo sasa ndio ilianza unyani. Ndio nilianza unyani vizuri sasa. Sasa ndio ufikie mahali ukakaa hivi chini ukaamua hii unyani ama crime haipei, crime haidai. So ulifika point gani hadi ukafeel hizi vitu unadoma, hizi shughuli napiga mbaya acha nichoree ni kwa msemfiti? Ulifika point gani ndio kaamua hivyo? Mimi nilifika mahali juu nilifika nikaona hii unyani idai. Ni vile nilikanga hivi chini nikaanza kuanza kupiga hesabu hizo dozi nilikuwa napata na hata sina, hakuna kitu nimejenga. Mimi niko tu alafu napiga hesabu wale mamorio nilikuanga na hao watu walidedi. Sasa ya nini sasa? Sieri sasa nikuje tu nitulie. Ndio sasa kama kuna maboys wenye walikuwa wakaniitanga, hao hata naweza washukuru hadi saa hii. Moja ni chairman wa group yangu na maboy kadhaa. Hao ndo walikujanga wakakaa chini na mimi wakaniambia hii nyani haidai. Hata mimi nilikuanga hapo lakini nikakujanga nikatulia. Saa hii unaona shughuli napiga. Walikaa hapo wakanipea counseling tu proper ikaniingia. Nikaona acha tu nichore. Na ikakuwa tu ni so, unaweza shout out hiyo chairman wako saa hii, najua Tochisho. Najua saa hii chairman wangu labda mali yako naona ni kama ana watch hii show. Naweza ni chairman Moses Nyoike, jina mtatu namjua kama Mudha ama Chea. Ni chairman wa Vision Bearers Youth Group. Na big up sana Vision Bearers Youth Group. Juu hiyo ndo ile group imenipea nini mingi sana. Imenipea courage ya kufanya vitu zenye sikuwa naweza fanya, na wamenifundisha mob sana kwa hiyo group. Hadi saa hii naona saa hii niko free. Saa hii siwezi naweza ona karawa hapa na siwezi hepa juu. Saa hii mimi ni reformist. Naweza sema tu hivyo. So saa hii unasema uko engage na group, saa hii unapiga shughuli za group. Umesema ni Vision Bearer manze, shukrani Vision Bearer, at least mlichange
life ya msee mmoja. Msee mmoja sahi ako hapa na change life ya wasee wengine hapo kando. So maybe ungesema zile activity 2-3 mnafanya hapo Vision Bear. Pale Vision Bearers tunafanya shughuli ya hydroponic na feeding. Kila Saturday tunalisha watoto. Bado tuko na nguruwe hapo, na bado tuko na ka BSF tumeunda hapo. Na kila mtu ako much welcome pale Vision Bearers iko tu hapo Mathare 3C. Na naweza encourage bado mayutu hao wenye wako pale nje. Crime si kitu poa, una avoid crime. Sasa utanyonga mtu hapa juu ya bob 5, hapo kesho hauna hiyo bob 5, ama hata jioni hautakuwa na hiyo bob 5. Utakuwa umeikula yote, utakuwa umerombosa yote. Na juu pesa ya wizi kaangi, pesa ya wizi nikaa maji unamwaga hivi naisha. Mengi yamesemwa, yasitaki kurudia manze. Crime haidai, crime si rada. Nasikia guest wetu ameambia maboya hapo nje ndio tujitume. Doa wizi ni tamu lakini haisaidii. So unafiti kujituma manze. Boy yuko hapo nje, demko hapo nje umechekipishana jo. Tafuta youth group, ingia ndani, engage kwa shughuli za group manze. Nimekuwa host wenyu wa Power, na msee yote ako pale nje hadi kushare story na sisi. Si lazima uwe Mathare peke yake. Base yote huko, as long as uko Nairobi. Tapangana juu kama kwa show, at least ubongesha wasa 2-3 na kutumia hii platform manze. At least unajua wasa wana reform, na wakireform wanaenda wapi ama wanafanya nini. Kama yeye amereform, amejoin youth group, Vision Bearer sasa anapiga shughuli yao fine hapo, na ni member Vision Bearer. Sasa at least akona confidence ya kusimama hapa na kuambia mimi ni reformist, anafanya hiyo kwa community yangu. Mko host wenyu wa Power, swali bigi. Msikose coach episode zetu za tuchanuane, na mzidi kushare hizi episode jo iende viral manze. Shukran sana.